Huyu ni Pastor King, yupo na muumini wake kwa jina anaitwa Tamthea. Hakuwa na namna tena, bali alimwomba tu Mungu aweze kumsamehe kwenye hii dhambi. Mchungaji yupo kwenye kipimo kizito yani, lakini wakati huo bidada akiendelea kufungua zipu, na ndio wakati huo huo mchungaji aliendelea kunena kwa lugha. Endelea kuwa na mimi katika stori hii. Baada ya mchungaji kumaliza kula kitumbua manyoya, nyumbani akarejea. Hapa ndipo mke wake akawa amempokea kwa furaha sana. Vipi, uko sawa? Ya, niko sawa. Lakini mwamba alikuwa na wasiwasi mwingi mno. Mke wake alijua kwamba kuna kitu hakiko sawa kwa upande wa mume wake, lakini japo hakuweza kujua ni kitu gani mume wake anapitia kwa sasa. Kama unavyoelewa, unapotoka katika mambo haya huwa kuna kaarufu fulani hivi huwa kanabaki. Hapa ndipo mchungaji alikwenda moja kwa moja mpaka bafuni, yaani alipaka sabuni nyingi mno ili kuweza kuikata ile shombo, lakini wakati huo akiomba sala ya toba kwa Mungu wake. Pastor King ni mtumishi mmoja mwaminifu sana kwa Mungu, lakini katika jaribu hili limemfanya hajute kwa muda mwingi katika maisha yake. Mwamba muda wote nyumbani akawa na wasiwasi mkubwa sana, anashindwa amwambie nini mke wake zaidi ya kumwambia kwamba amechoka na anahitaji kupumzika. Dhambi aliyoifanya mwamba inamtesa kinoma noma. Hii asikwambie mtu yani, kwa maumivu makubwa anayoyapitia mchungaji Pastor King. Hapa ndipo mke wake hakuwa na la ziada, ikabidi amkalie mpajani tu ili aweze kumfariji bwana mkubwa. Si unajua tena viumbe hawa wameumbwa kwa ajili yetu bwana, kwa ajili ya faraja tu muda wote, hasa pale mwanaume unapokuwa umepata matatizo. Hapa akiwa amekaa na waza sana ni vipi anaweza kumwambia mke wake ili aweze kumwelewa, lakini mbali na yote ni vipi anaweza kumwomba Mungu wake msamaha ili aweze kumsamehe. Ama kweli hii ni msala ise, yaani hii dhambi ya kula kitumbua manyoya inamtesa sana Pastor King. Muda wote anaomba toba ya rehema kwa Mungu wake ise. Kama kawaida unavyoelewa, siku za ibada huwa tunaanza na mapambio ya nyimbo za sifa na nyimbo za kuabudu, yaani ili kukaribisha uwepo wa Bwana ndani ya kanisa. Kila mmoja alikuwa na sifu na kuabudu kwa staili yake. Baada ya muda wa mahubiri kufika, Pastor King alihubiri kuhusu toba. Hapa ndipo neno la Mungu likashuka. Siku zote toba ubadili mwelekeo wa fikra zako kabisa, kutoka katika mawazo mabaya na kuwa katika mawazo mazuri. Sio muda hapa akawa ameingia yule bidada Tamthea. Sasa ile kumtazama huyu bidada, hapa ndipo mchungaji alitoka uweponi kabisa. Ile mchungaji akiendelea kumtazama huyu bidada kwa umakini kabisa, kila mmoja alibaki anashangaa. Hebu fungueni Biblia yenu, fungua Wakorintho sura ya 2 mstari wa 7. Hii inazungumzia toba ya kweli. Lakini wakati huo bidada huyu alimwangalia Pastor King kwa jicho la mahaba tena mazito sana. Haya ni majira ya usiku, Pastor King pamoja na mke wake wapo katika mapumziko. Sasa ile kabla ya kulala, huyu bidada akawa anahitaji tendo la ndoa ili aweze kuwa mwepesi na aweze kupata usingizi mnono. Pastor King hakuhitaji kabisa kumpatia tendo la ndoa bidada. Muda wote alidai kwamba amechoka, yani mwili wake hauko tayari kufanya hicho kitu. Hapa ndipo bidada alibembeleza sana ili waweze kufanya mapenzi japo kidogo tu, lakini Pastor King alidai kwamba amechoka na hawezi kufanya. Ikabidi mke aamke na kwenda kulala sebleni kwa sababu amenyimwa kile ambacho alikuwa anakihitaji. Hapa ndipo mchungaji akaanza kufikiria jinsi ilivyokuwa hadi kupelekea kuingia katika mtego huo mzito. Akiwa anaendelea na mchakato wa kuandaa somo la Jumapili, hapa ndipo mke wake akaja na kumwambia kuwa kuna rafiki yake kampigia simu kwamba kuna binamu yake ana matatizo makubwa sana. Kiufupi ni kwamba anahitaji maombezi. Kuna jambo kubwa sana ambalo linamsumbua. Mbali na ratiba ya mchungaji kuwa ngumu, lakini mke wake alimsihi sana aweze kuondoka ili aweze kwenda kumfanyia maombi yule dada, maana imefikia hatua ameanza kujikata na vitu vyenye ncha kali. Ama kweli hii ni noma ise, hii asikwambie mtu. Hapa ndipo mchungaji akabaki anashangaa baada ya kusikia hayo. Ama kweli huyu anahitaji maombi yenye nguvu sana ili kuweza kumuondoa katika hayo malango, anahitaji tiba ya ukombozi. Lakini hapa mke wa mchungaji akazidi kumsihi sana mume wake ili aweze kwenda. Mchungaji hakuhitaji kwenda, lakini mke wake alimsihi sana aweze kwenda kumfungua yule binti. Bila kusita, mchungaji ndipo aliweza kumkubalia mke wake na kwenda kumfanyia maombi huyo binti. Baada ya kumbukumbu hiyo, hapa ndipo pasta anajutia kabisa, ni bora asingemsikiliza mke wake. Sasa ile pasta kufika eneo la tukio, hapa ndipo anakutana na huyu dada Tamthea. Karibu sana Pastor King. Hapa ndipo mchungaji akamwangalia sana huyu bidada, lakini sura yake sio kama angeni hivi, alishawahi kuiona kanisani kwake hapo nyuma kabla. Okay, sawa. Mbali na yote, akamuuliza huyu bidada, vipi, unapenda kupokea uponyaji? Hapa ndipo bidada akamkatisha mchungaji, kabla ya yote ningependa kujua unatumia kinywaji gani? Ndipo mchungaji akamwambia, nipe glasi moja ya maji. Pia mchungaji akamsihi sana avae nguo ya heshima wakati akiwa anarudi. Baada ya muda kupita, hapa ndipo Tamthea akamletea mchungaji glasi moja ya maji. Hapa ndipo mchungaji alikunywa bila kujali, yaani hapa mchungaji aliyagongelea kisawa sawa kama mtu mwenye kiu ya siku nzima. Baada ya hapo mchungaji alipoteza fahamu, anakuja kushtuka asubuhi, yaani wamelala yeye pamoja na Tamthea. Yaani mwamba amefanya dhambi hata bila kutarajia yani. Lakini kwa upande wa huyu dada aliona kwake ni sawa tu kwa sababu alikuwa amedhamiria hili swala. Hapa ndipo pasta anagundua kwamba kumbe huyu bidada alikuwa amemwekea dawa kwenye maji. Hapa ndipo pasta kalalamika kishenzi yani. Lakini kwa upande wa huyu dada alikuwa anaenjoy kinoma noma. Yaani kwa hili tukio lilimtesa sana mwamba. Alibaki kujisemea tu, ni mara 10 asingekwenda kabisa kumfanyia huyu dada maombi. Hapa ndipo akabaki kumwomba Mungu wake ili aweze kumsaidia katika hili. Sasa ile Pastor King anashuka sebleni, ndipo anamkuta mke wake amekasirika kinoma noma.
Ikabidi afunguke amwambie ukweli tu kwamba siku ya leo ameitenda dhambi. Uliponielekeza kwenda kwa yule dada kwenda kumfanyia maombezi, alinipatia glasi moja ya maji. Sasa ile namaliza kunywa, nilipoteza fahamu. Baada ya masaa kupita na kuja kushtuka, najikuta niko uchi wa mnyama. Nikajua kabisa hapa nimeshakwisha kuitenda dhambi. Hapa ndipo Pastor King aliomba msamaha sana kwa mke wake. Hapa ndipo mke wa mchungaji akamwambia, hilo ni kosa lake, sio la kwako mume wangu. Lakini mwamba akazidi kuomba msamaha kwa mke wake kwa upendo ulio wa dhati kabisa. Hapa ndipo bidada akamkumbatia mume wake na kumweka kifuani na kuanza kumfariji tu. Leo ni siku ya ibada, mchungaji akiwa anaendelea na maombi. Kwa mbali mama mchungaji alimtazama mume wake kwa umakini sana, huku akiwa na hasira na kinyongo tu juu ya kile ambacho kimetokea. Kumbe huyu bidada hakuweza kumsamehe kabisa, alibaki na hasira zake moyoni tu. Mikasa ya hapa na pale ikaendelea ndani ya nyumba. Huyu bidada akawa anajitenga kwa kila jambo, yani mpaka chakula na kula peke yake. Habari ni kwamba anamchukia sana mchizi, yani ni mara 10 angebaki nalo moyoni tu, asingemwambia ukweli huo. Sometime ukweli unauma, lakini ndio hivyo, ni heli kabisa asingemwambia hili swala. Mambo yalikuwa ni magumu sana kwa mchungaji. Unyumba pia kwake ilikuwa ni kama ni ndoto. Hapa mwanamke hahitaji kabisa mazoea, licha ya mume wake kuomba msamaha. Pastor King akiendelea kuomba unyumba. Hapa ndipo mke wake aliona ni kama kelo, aliamka na kuelekea kulala sebleni. Tukirudi upande wa huyu dada aliyekuwa anafanyiwa maombi, akiwa amelala hapa, akiwa na picha nyingi sana za mchungaji, yani furaha yake ni kuwa na huyu mwamba, yupo tayari kufanya jambo lolote lile, kikubwa tu asiwezi kumpoteza mchungaji. Tukirudi upande wa pili kwa mchungaji akiwa anaandaa somo, hapo ndipo alikuja mlinzi na kumwambia kuna binti yuko nje anamsubiria. Okay, sawa, ni vizuri. Kwa nini asingenisubiria kanisani? Ni kweli kabisa mchungaji, lakini yuko hapo nje anakusubiria. Hapo ndipo Pastor King akamwangalia sana mlinzi, kisha akamwambia mwambie nakuja. Baada ya muda ndipo mchungaji alitoka nje. Kumbe aliyekuwa anamtafuta ni huyu bidada Damthel. Ndipo mchungaji akamwambia huyu bidada aweze kukaa naye mbali kabisa na wala hahitaji mazoea naye kabisa. Damthel akamwambia ana ujauzito wa mshikaji na akamwambia kwamba najua kabisa mke wako hawezi kukupatia mtoto kwa sababu amekuwa akikusaliti mara kwa mara katika ndoa yako, lakini usijali, si unajua miezi 9 ni mingi sana, nitakuwa nakuja mara kwa mara kukuona ili kuweza kulea hii mimba. Hapa ndipo Pastor King alibaki na mawazo sana, anashindwa ni vipi aweze kuiepuka hii dhambi. Leo ni siku nyingine tena, hapa Pastor King akiwa anaendelea na maombi. Hapa ndipo bidada huyu Damthel akawa ameingia tena. Ama kweli shetani akiamua kukushikilia, anakushikilia kisawasawa. Unafanya nini wewe hapa? Nilikuwa maeneo ya jirani tu hapa, nikakuona nikaamua kuja kukupatia salamu. Hapa ndipo King alimwangalia sana, kisha akamwambia aondoke. Ama kweli huu ni msala ise. Ile Pastor King kufika nyumbani anakuta hali ya chakula hakuna wala nini. Sasa ile kumuuliza mke wake, anamwambia kwamba yeye ameshiba, hivyo anaweza kuagiza chakula kutoka hotelini au lasi hivyo aweze kupika mwenyewe. Ama kweli kwa ili mambo likamshtua kinoma noma, akahitaji wazungumza na mke wake, lakini bidada hakuweza kuelewa hilo, aliondoka na kumwacha tu. Hapa rafiki mkubwa wa King alikuwa ni Biblia na maombi. Wakati huo mchungaji akiendelea kusoma Biblia, hapa Damthel alikuwa nje anamchungulia tu. Wakati Dakola akiwa anatoka, hapa ndipo Damthel akamuita, kisha na kuanza kujieleza kwamba yeye ni mgeni kwenye huu mtaa na amekuja juzi tu, hivyo akamwomba Dakole waweze kuwa marafiki na pia kama inawezekana ratiba za mazoezi, yani wewe wanakwenda pamoja tu. Kwa ili Dakole likampatia wasiwasi sana, japo aliamua kupotezea tu. Leo ni siku nyingine tena, hapa tunamwona Pastor King akiwa anaiombea ndoa yake na ndoa nyingine, tena kwa sauti moja kubwa sana. Si unajua tena mizuka ya maombi ikiwa imepanda sio muda huyu bidada Dakole akaja, ndipo akamlalamikia mume wake kinoma noma kwamba anapigiwa kelele. Yani mimi sipigi kelele, nipo kwenye maombi. Unanishangaza sana, eti maombi hayo kitu gani? Kama unashindwa kushinda majaribu madogo yale, ninakwenda kulala, sihitaji kelele zako hapa, na kama ukiendelea na kupisha kwenye hii nyumba. Hapa ndipo Pastor King haelewi kinachoendelea kwa mke wake, alibaki anashangaa sana. Leo ni siku nyingine tena, tunamwona Damthel akiwa amekuja nyumbani kwa Pastor King. Kwa leo mlinzi aligoma kabisa kumruhusu kuingia ndani. Mchungaji, kuna mdada yuko hapo nje anahitaji maombi, anakusubiria, anaitwa Damthel. Hapa kidogo mchungaji akashtuka, wewe kwa nini asingenisubiria kanisani? Ndipo Pastor King akamwambia mlinzi asimruhusu kuingia ndani, ili mlinzi kurudi nje kutoa taarifa aamini anachokiona. Damthel hayupo, kumbe huyu bidada kapitia mlango wa nyuma. Ile Pastor King kumtazama, ndipo akamsihi sana huyu bidada aondoke nyumbani kwake. Ndipo huyu bidada akamwambia Pastor King, naomba utambue kwamba mapenzi yangu yote yapo kwako. Kisha huyu bidada aliondoka mazee. Ama kweli hapa Pastor kapatikana. Kwa haya mapenzi tu huyu bidada kazama mazima, na hii kwa upande wake imekuwa ni adhabu nzito sana. Tukirudi nyumbani kwa huyu bidada, hapa chumbani kwake amejaza picha za Pastor King. Kuna wakati huyu bidada mizuka inampanda, anaamua kuzipatia chakula picha. Yani huyu bidada amechizika na penzi la Pastor King kinoma noma. Hii ni miezi kadhaa imepita, leo ni siku nyingine tena. Hapa tunamwona Pastor King akiwa amelala, hali yake ni mbaya, akiwa na homa imemshika na kikohozi kwa ghafla, na vyote vimeambatana kwa pamoja. Wametumia kila aina ya dawa, lakini mwelekeo wa Pastor kupona haupo kabisa. Hapa ndipo mke wake akamchukua na kumpeleka hospitalini ili kuweza kutambua tatizo ni nini. Baada ya kufika hospitalini, hapa tunamwona Dakula akiwa anatoka na mawazo sana.
kumbe baada ya daktari kumfanyia vipimo alimkuta Pastor King akiwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ama kweli hii ni noma, inaumiza, asikwambie mtu. Hapa ndipo Dakole alipigwa bumbuazi, hakutarajia kabisa alichokisikia. Lakini kwa upande wa Pastor, hapa alimlalamikia sana Mungu, kwa nini amempatia hili pigo moja zito sana, na wakati siku zote anamtumikia kwa uaminifu mkubwa sana. Hapa ndipo ikampelekea Pastor King kuamini kwamba yawezekana Mungu hayupo. Faraja kubwa kutoka kwa daktari ni kumwambia tu kuugua ukimwi sio mwisho wa maisha yako. Ama kweli inaumiza ise, yani hii isikie kwa mwingine na isiwe kwako. Kwa upande wa dokta akazidi kumsihi sana, yani kuugua sio hukumu ya maisha yako. Okay, sawa, twaweza kuendelea. Ile mwamba kufika nyumbani, kila kitu hapa kikaanza kutengwa. Kila mlango wa friji umeandikwa majina ya mhusika na kila mmoja na mlango wake pamoja na vitu vyake. Ikabidi mwamba muendee mke wake na kuanza kumuuliza, nini umefanya kile? Hapa ndipo mke wake akampalamia mwamba kwa maneno makali, unaniuliza maswali gani hayo? Ina maana hali yako hauijui? Unahitaji uniambukize, si ndio? Hapa ndipo King akabaki anamtazama sana kwa umakini mke wake. Najua unachokifikiria ni kikubwa sana na ni hatari kwako, lakini tambua hali ninayopitia mimi si kwamba ni hukumu ya kifo, na tumepewa elimu nyingi sana kuhusu hili swala. Ukimwi hauwezi kuambukizwa kwa staili hiyo. Hebu mke wangu, naomba utambue, jua anakupenda. Mke wake akasema kwamba amechoka na hiyo ndoa, ndipo aliweza kukusanya vitu vyake vyote na kuweka katika mabegi na kuondoka. Sasa hapa Dakole akabaki anamshukuru Mungu kinoma noma kumwepusha na janga hili la ukimwi, maana siku zile hakuweza kushiriki naye mapenzi huyu mwamba. Isingekuwa hivyo, ina maana pia naye angeuchota hapa. Kilichobakia kwa Pastor ni kubembeleza tu mke wake abaki asiondoke, lakini bidada kuelewa hapa ni kukusanya vilago ili kuweza kusepa. Mwamba alimkumbushia mambo mengi sana bidada. Uliniahidi mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba tutaishi kwenye shida na raha, yani magonjwa pamoja na uzima, kila kitu, iwe furaha, iwe mateso, iwe kilio. Hebu mke wangu, jaribu kunielewa, hii sio hukumu ya kifo changu. Ukiniacha mimi, watu watatuonaje? Kanisa litasema nini? Hivi unaongea unajisikia unachokiongea? Unahitaji nife kwa ajili yako, si ndio? Sitojali wanasema nini nikiwaelezea kuhusu hali yako. Unahisi kuna mmoja ataniambia nibaki hapa? Na bila kuchelewa nitamwambia mwanasheria wetu, ilo atalifanyia kazi. Ama kweli Dakole kaamua kuondoka. Hapa ndipo Pastor King nguvu zilimwishia, yani ni huzuni tu unaambiwa, maumivu ya kuachwa na mke wake, ongeza maumivu ya kuambukizwa gonjwa la ukimwi. Ama kweli inaniumiza kinoma noma. Muda mwingi Pastor King aliutumia sana kuongea na Mungu wake, moyo wake umechoka kinoma noma, umefika mwisho zaidi, anahitaji msaada kutoka kwa Mungu wake. Hapa ndipo Pastor King aliomba maombi mazito sana, mimi ni mnyonge Mungu, lakini niko tayari kubeba huu msalaba. Leo ni siku nyingine tena ya ibada. Hapa kila mmoja alikuwa anakula ngoma kwa staili yake. Sifa na mapambio zinagongwa kabla ya mtumishi kupanda madhabahuni. Sio muda hapa Pastor King anaingia, kila muumini kumwona ikabidi wote wakae kimya na kukaa na kutulia. Sasa hapa kila mmoja akawa na beza ya kwake juu ya Pastor King ili mwamba kupanda madhabahuni ili kuweza kulitoa neno la Mungu. Hapa kila muumini anamcheka. Hapa ndipo akaletewa simu kutoka makao makuu, akaambiwa kwamba asiendelee na ibada, amwachie mchungaji mwingine ili aweze kuendelea na kanisa. Ile Pastor King kuondoka, hapa ndipo waumini walishangilia kinoma ise. Lakini kwa upande wa huyu dada alijawa na huruma kinoma noma kumuona King kutoka kuwa pastor hadi kuwa muumini wa kawaida, lakini yote kasababisha yeye. Hapa ndipo baraza la wazee likakaa kikao kuweza kumjadili Pastor King. Yawezekana kabisa hauna makosa wewe, lakini inatupasa kabisa tufuate sheria za kanisa jinsi zinavyosema ili mambo yaweze kunyoka na yakae sawa. Hapa ndipo Pastor King ikabidi atumie vifungu vya Biblia kwa ajili ya kuweza kujitetea. Tunawahubiria nini waumini tukiwa makanisani? Naomba nipate kujua leo hapa, Yesu alikuja kwa ajili ya watakatifu au alikuja kwa ajili ya walio waovu? Mimi sikufanya ili kosa kwa makusudi. Hakuna aliye mkamilifu mbele za Mwenyezi Mungu. Ni nani kati yenu hapa anyoshe mkono juu aliyewahi kumtumikia Mungu kwa roho na kweli bila kutenda dhambi, bila kumkosea? Asimame aseme. Hakuna. Wote mmenihukumu mimi. Jamani, mimi sio malaika, sio mtume, sio nabii, ni binadamu kama nyinyi, lakini bado mnanihukumu. Kitabu cha Mungu kinasema msihukumu nanyi mtahukumiwa, na msilaumu nanyi mtalaumiwa, na msamehe nanyi mtasamehewa. Baada ya mazungumzo mazito hayo, hapa ndipo Pastor King aliuvua utumishi moja kwa moja, yani aliamua kuacha uchungaji kisha aliondoka. Hapa kila mmoja alibaki kimya, aamini alichokisikia katika masikio yake. Hapa ndipo Pastor King alikuja kusugua goti kwa Mungu wake. Aliongea kwa machungu sana. Mungu, kwa nini umeniacha? Kwa nini umenipatia msalaba mzito huu? Uliniahidi kwamba Mungu utakuwa karibu yangu. Kwa nini uniache niteseke na makosa ambayo sio ya kwangu? Unajua fika kabisa Mungu, sijafanya kosa kwa kukusudia. Nimejitoa kwa ajili yako, kukuabudu, kukusifu, kukutumikia wewe, na uliponiita nikaitikia. Nimetangaza neno lako kila nchi, kila mahali, tena kwa uaminifu mkubwa sana, iwe mashariki, iwe kusini, iwe kaskazini. Nimewafundisha watu neno lako kuhusu wewe. Lakini Mungu, nashukuru, ulisema utapita nami katikati ya moto. Ama kweli
Pastor King hapa ndipo aliomba maombi makali sana ya kumkumbusha Mungu ya mambo mengi aliyoyafanya hapo nyuma. Lakini usiku huo huo tukirudi kwa huyu bidada akiwa amekaa na mwangalia Pastor King katika picha, alizidi kuzihirisha upendo wake juu ya mwamba. Yupo tayari kufanya jambo lolote lile, kikubwa asiwe mbali na mwamba. Lakini mbali na yote jinsi anavyoteseka Pastor King, roho yake inaumia kinoma noma huyu Damsel. Tukirudi nyumbani kwa Pastor King, hapa amekunywa pombe kali, amezidiwa kinoma noma, yani mpaka amezima. Ama kweli hii inashangaza ise. Damsel baada ya kufika nyumbani ikabidi amsaidie kumnyanyua, kumtoa chini na kumpeleka kwenye kochi. Hapa ndipo Damsel akawa anajisemea tu, huyu ni mtumishi wa Bwana na wala sio mlevi hivi. Sasa baada ya muda ikabidi aanze kufanya usafi wa hapa na pale, kuiweka nyumba sawa, kisha akaingia jikoni kuandaa msosi kwa ajili ya huyu mwamba. Sasa ile mwamba kushtuka, anakuja moja kwa moja mpaka jikoni, anamkuta hapa Damsel ni kuimba tenzi za rohoni tu. Mwamba akamsogelea kwa kuwa King ana hasira naye, wewe umekuja hapa kwa ajili ya kejeli, si ndio? Hapana, nimekuja kukujali, nimekuja kukuandalia chakula. Kwa kuwa umeanza kuniua taratibu, ndio umekuja kunimalizia kabisa kupitia chakula, si ndio? Yaani wewe nakuua hapa hapa na hakuna mtu anayeweza kuniona. Hebu niambie, kwa nini unanifanyia hivi wewe? Hapana, nimefanya kila kitu kwa sababu nakupenda. Yaani umeharibu maisha yangu eti kwa sababu unanipenda? Hapa mwamba kazidi kumnyanyua juu bidada kuweza kumtoa roho kabisa. Lakini kwa upande wa Damsel hapa akawa ni misamaha mingi tu, akawa anaomba ili mwamba aweze kumwachia. Ile baada ya muda hapa ndipo Damsel akashtuka, kumbe alikuwa amezimia. Ikabidi aulize kama yuko mbinguni ama kuzimu. We mjinga nini? Hapa sio kuzimu hapa. Si ndipo akashtuka akajigundua kwamba hajafa. Waweza kuniambia ni kwa nini ulifanya ulichokifanya? Naomba utambue King nakupenda. Mama yangu mzazi alikuwa anafanya kazi katika shule yenu. Kila mara nilikuwa nakuja kumsaidia mama yangu kazi, na hapo ndipo nilipokuona. Kipindi hicho nilitamani sana wewe kuweza kuwa mme wangu. Niliporudi nilikuta umeoa. Ama kweli niliumia sana. Aliweza kuimiliki nafasi yangu. Alafu nashangaa sana unaposema kwamba nimeharibu maisha yako. Kumbuka nina mwanao tumboni ambacho mke wako hajawahi kukifanya, kujaribu hata kukubebea mtoto. Hebu usiongee mengi sana wewe. Unaongea kama hujui hali yako, si ndio? Hapa ndipo bidada akashangaa sana. Hebu niambie, hali gani? Wewe una ukimwi? Hapa ndipo bidada akashangaa sana. Mimi sina ukimwi, lakini sometime akaona kama labda ni masiala hivi, mwamba anamfanyia maigizo. Baada ya muda hapa ndipo bidada akaenda kupima, lakini majibu yake akamshtua sana. Ikabidi aje moja kwa moja mpaka kwa Pastor King, akampatia majibu, naomba usome, sina ukimwi. Lakini kwa upande wa Pastor King pia akashtuka sana, akabaki kumshangaa tu Damsel. Hapa ndipo bidada akamwambia mwamba, kamuulize mke wako vizuri, kisha akaondoka. Kumbe mzani yaye bwana, kumbe siye. Mwamba alipiga kelele kama mjinga, kama zombi fulani hivi. Hapa ndipo mwamba akaandaa vidonge vingi sana. Hakuna sababu ya kuendelea kuishi, aliamua ajimalize tu, lakini akaona sio kesi. Ikabidi achukue bastola yake na kuikoki vizuri kabisa na kutoka nje, kisha na kumfuata moja kwa moja mke wake. Huyu mwamba kaamua kufanya mauaji aise. Na hapa ndipo siri kubwa inafunguka. Usiondoke, baki na mimi. Hapa ni moja kwa moja Pastor King alimchukua Mwarifu na moja kwa moja hadi nyumbani kwake. Madawa yote haya unayoyaona nilihitaji kujimaliza, lakini nikaona sio kesi, kutafuta chanzo na tatizo liko wapi. Naomba uniambie, unanisaliti? Hapa ndipo Dakole akamwambia mume wake, swali gani la kijinga unaniambia wewe? Usiponijibu na kumwaga ubongo sasa hivi. Hapa ndipo Dakole alipoona mguu wa kuku, ikabidi awe mpole tu na kukubali kwamba alikuwa anamchiti mume wake. Ikabidi aanze kuomba msamaha tu kwamba alikuwa amechoka sana kusemwa na watu na alikuwa anafanya hivyo yote hayo ni kwa ajili ya kupata mtoto. Ama kweli Pastor King hapa mwamba alichoka kweli, alishindwa afanye nini. Kisha akamuuliza, hebu naomba uniambie umenisaliti ndani ya muda gani? Hapa ndipo bidada akamwambia ni ndani ya miaka 2. Hii ilimuumiza Pastor kinoma noma. Hivi unajua kwamba wewe una ukimwi na umeniambukiza? Hapa ndipo Dakole akakana kabisa, hapana, sio mimi, ni yule dada kahaba yule uliyeshiriki naye siku ya maombi. Funga mdomo wako wewe. Taarifa njema ni kwamba ana ujauzito wangu na amepima, hana ukimwi, na kingine tatizo la uzazi sio la kwangu, ni la kwako wewe. Hapa ndipo Dakole akachoka kinoma noma. Hebu niambie, ulinisaliti kwenye kitanda changu? Ndiyo. Hapa ndipo Dakole ikabidi aeleze jinsi ilivyokuwa. Ni kweli kabisa, kipindi unasafiri kwenda kufanya miujiza nchi za nje ndio ilikuwa wakati wangu mimi kuingiza wanaume ndani. Ama kweli ili lilimchanganya kinoma sana King. Dakole, nilikuamini sana, nilikupa maisha yangu, nimekupa moyo wangu, kwa hiyo malipo yako ni kulala na wanaume wengine kwenye kitanda changu? Ama kweli Dakole alilia kinoma noma. Alishindwa nini afanye mbele ya mwamba. Alimuona mume wake ndio ana makosa sana, kumbe yeye ana makosa chungu nzima. Hapa King akawa ni mtu mwenye mawazo sana, machozi muda wote ni kumtoka, hana furaha wala hana amani. Lakini hapa akawa amekaa amekumbuka kitu kimoja, alishawahi kuhubiri kanisani, watu wengi sana wanaishi katika uongo. Kwa hiyo ni Mungu kuturehemu tu na kutupatia rehema, ni mwendo wa maombi tu. Aliendelea kumwomba Mungu wake aweze kumsamehe. Tukirudi upande wa pili, hapa tunamuona Dakole amekunywa madawa, amejiondoa katika dunia. Noma sana hii mtu wangu. Mara ghafla mwamba anashtuka, kumbe ilikuwa ni ndoto. Yote aliyoyaona yalikuwa ni ndoto. Pasta kuamini kabisa. Sio muda bidada akaja, hatimaye umeamka sasa.
sasa. Kumbe pasta alijua ni asubuhi, kumbe ni mchana. Mwamba akalala muda mrefu, naambiwa kuna hali bado inamsumbua kichwani, anatamani amwambie mke wake sana, lakini anashindwa. Hapa ndipo Pasta King akawa anamwangalia muda mrefu sana mke wake. Bidada akamuuliza, vipi, kuna kitu katika uso wangu? Akawa anazidi kumsifia tu. Baada ya hapo akamwambia kama kuna mchungaji alikuwa anampigia simu, hivyo hakuweza kumwamsha kwa sababu alikuwa amelala. Vipi, kuna shida gani? Hapana, alikuwa anatusalimia tu. Hapo hapo Dakole akamwambia tena mume wake, kuna rafiki yake kampigia simu, kuna binamu yake anahitaji maombi na ana ugonjwa mbaya sana ambao sio wa dunia hii, hivyo anahitaji kufunguliwa. Ama kweli hii ni ajabu, kile alichokiona ndotoni mbona kinakuja kujirudia sasa, au uko mbele kitakuja kutokea? Hapa ndipo Mwamba akachoka kabisa. Mida ya usiku, wakati wa kulala, Dakole akaulizia kuhusu maombi ya binamu yake na rafiki yake, maana asipofanyiwa maombi huyo dada anaweza kuyeyuka au kufariki kabisa dunia. Hapa ikabidi Mwamba amuulize anahitaji kufanyiwa lini maombi. Hapa ndipo ikabidi Mwamba amuulize vizuri mke wake, maana kuna kitu Mungu amemwambia tena kupitia ndoto. Hivyo mke wake akimwambia ukweli hatamsamehe, lakini kwa upande wa bidada akabaki anashangaa sana, maana muelewi mume wake anachokizungumza. Hapa ndipo Mwamba akamwambia, Mungu amenipatia maono tena makubwa sana na amenionyesha kila kitu juu yako, hivyo nahitaji uniambie ukweli tu mke wangu, na ukiniambia ukweli nitakusamehe. Dakole akashtuka, akaona kama hali inakuwa tete hivi, ikabidi afuate maji ya kunywa kwanza ashushie koo. Hapa ndipo Mwamba akaamini matukio yote aliyoyaona ndotoni kumbe ni kweli. Ile mida ya usiku, hapa Dakole akaona mawazo mengi sana, anampimishia mume wake tu, anashindwa aseme ukweli au akaushie tu. Ile mida ya asubuhi ikabidi nafsi ikamsita bidada, ndipo akamfuata mume wake na kumwambia, wewe ni mtumishi mwaminifu kwa Mungu, hivyo unajua kila kitu, nikikwambia ukweli utanisamehe, si ndio? Ndio, niambie ukweli, nilihitaji tuwe wazazi, si unajua hatuna mtoto. Dakole, umelala na mwanaume mwingine ili uweze kupata ujauzito, si ndio? Hapana mume wangu, nimelala na mwanaume mmoja. Hapa ndipo mama mchungaji ikabidi aelezee jinsi ilivyokuwa, yani kitumbua manyoya chake kilivyoliwa. Hapa Dakole alifanya ya kwake, unaambiwa. Hapa ndipo pasta akamwambia, nilijua mimi ndio chanzo cha kutupata mtoto, kumbe ni wewe. Misamaha mingi kwa Dakole ikawa inaombwa tu, sio muda inabidi King akamsamia mke wake. Dakole hakuamini kabisa kile ambacho kimetokea. Ndipo pasta akamwambia, sioni haja ya kuendelea na hii ndoa yetu imeishia hapo. Dakole alipigwa na mshtuko wa moyo, kisha Mwamba aliamka na kuondoka. Ikabidi Mwamba aelekee kituo cha afya kuweza kutambua hali yake kwa sasa, lakini daktari akamwambia majibu yake atayapata kesho. Ile Mwamba anafika nyumbani, hapa ndipo Dakole anampokea kwa furaha sana, lakini Mwamba alimwambia akae mbali na yeye, yani Mwamba anamwacha kama amwachi vile. Hii ndio unasikia staili ya kusema kwamba na kuacha huku na kupenda. Hapa Dakole alijua kwamba ni masiala tu, lakini ndio ukweli uliopo. Mwamba kashaamua hivyo, ni kwamba King ameshamsamehe, lakini hawezi kuwa naye katika mahusiano tena. Siku zote wanaume tumeumbwa, unaweza kututendea makosa mengi sana tukasamehe, lakini kosa moja tu likaja likakuachanisha na mpenzi wako. Leo ni siku nyingine tena. Hapa ndipo pasta anapewa majibu ya vipimo vyake. Majibu yanasema kwamba Pasta King hana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Alimshukuru sana Mungu, lakini huduma za hapa na pale ziliendelea kama kawaida, maana ni mtumishi anayeaminika sana hapa kanisani. Sio muda anapewa taarifa kwamba kuna mtu anahitaji kumwona. Aliporuhusu waingie, mtu anayekuja ni mdada aliyemwona tena ndotoni. Hapa ndipo pasta alishangaa sana. Wakati huo bidada akiwa anazungumza, Pasta King alibaki kumtazama tu. Na huu ndio mwisho wa filamu yetu nzuri kabisa. Hebu niambie umejifunza nini katika filamu hii, ila usisahau kusubscribe channel yetu ili kuweza kujenga kijiji kikubwa.